Habari, jina langu ni Jennifer Kalman, ni Youth Suicide Prevention Advocate kutokea shirika la Sisema Tanzania. Siku ya leo tukiangalia masuala ya vijana kujitoa uhai. Ni kweli ni moja ya changamoto iliyoko kwenye jamii yetu. Kwanza kabisa tukianza na data ambazo zimetolewa na WHO, vijana walioko kati ya umri wa miaka 15 mpaka 29 kujitoa uhai ni moja ya sababu kubwa inayotaja kupelekea vifo vyao. Na ukiangalia umri huo ni vijana ambao wako mashuleni, vyuo vikuu, vijana ambao ndio wameingia katika masuala ya kujenga familia zao, pamoja na vijana ambao wameanza kujenga maisha yao kiuchumi. Baadhi ya sababu zinazopelekea vijana hawa kuwa na mawazo ya kujitoa uhai na wengine kujitoa uhai kabisa kama tunavyosikia, naweza kusema sababu ya kwanza ni changamoto za kiuchumi. Nikimaanisha kuwa kulingana na familia zetu, kijana au vijana wakishafikia umri wakishafika chuo au kafikia umri wa kumaliza chuo, jamii inaanza kukupa majukumu ya kutunza familia au kujihudumia wewe mwenyewe bila kujali kijana huyo ana chanzo gani cha fedha. Hivyo kwa namna moja au nyingine kijana huyo anaposhindwa kutimiza majukumu hayo yanayomzunguka, anajikuta katika wimbi la kuwa na msongo wa mawazo au hofu iliyopitiliza. Na hali hiyo inapozidi au isipopata suluhisho au msaada kwa haraka, kijana huyu atajikuta anafikia hatua ya kuwa na mawazo ya kujitoa uhai, au wengine kabisa kama tunavyosikia tayari ameshajitoa uhai. Lakini pia sababu ya pili ambayo naweza kuisema ni changamoto za kimahusiano. Mahusiano yanaweza kuwa mahusiano ya kirafiki au mahusiano ya kimapenzi. Vijana wengi tunaweka matarajio makubwa sana kwenye mahusiano na kujikuta tunasalitiwa na watu ambao hatukutegemea kama wanaweza kuja kutusaliti. Kulingana na uzito wa vijana ambao tunauweka kwenye masuala ya mahusiano, pale ambapo unasalitiwa inakuwa ni rahisi sana kwa kijana kuwaza kuwa hauna thamani tena au haustahili kuishi. Hivyo basi inapelekea mtu kujitoa uhai au kufanya jaribio la kujitoa uhai. Hivyo basi ni vyema kutambua kwamba kuwa sisi wote ni binadamu na mtu yote ana uwezo wa kwenda kinyume na makubaliano mliojiwekea. Kijana mwenzangu, ni vizuri kuwa na matarajio kwenye mahusiano, lakini usiweke matarajio makubwa sana ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza kuja kugharimu afya yako ya mwili au afya yako ya akili, kwani wewe ni wa thamani una thamani kubwa kuliko hayo mahusiano. Lakini pia cha mwisho, unapokutana na changamoto yoyote ni vyema ukaongea na